ili tukashike mapenzi ya Bwana na huyu Mungu akatutendee, maana anatenda kwa uaminifu. Praise the Lord. Amen. Yote atakayoyatenda yako ndani ya neno lake. Kwa hivyo ni sisi tukashike neno lake na tukaweze kutembea ndani yake. Praise the Lord. Neno mchana wa leo tutaenda kwa kitabu cha Ezekieli sura ya 47. Ezekieli 47. Ezekiel 47. Praise the Lord. Amen. Tunataka tukaelewe na mambo ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukaelewe na mambo ya roho wa Bwana. Maana kuna mambo mengi tunahitaji kujua sisi kama Wakristo na kama wateule wake. Ndiyo tukinyenyekea kwa roho wake anatuambia atatufichulia na atatufukulia neema tukaweze kushika na kuelewa. Praise the Lord. Amen. Ezekieli 47 mstari wa kwanza natumai 12. Ezekiel chapter 47 verse 1 down to 12. Neno la Bwana siku nyingine ilituambia in the book of Acts chapter 17 I think verse 11 ama hapo chini, na wana wa Wadeni waliokuwa wanafundisha neno la Paulo, ilikuwa ni desturi yao kukagua neno la Bwana. Tuko nyakati ambazo ni muhimu ukafuatilie Biblia yako. Praise the Lord. Amen. Nisiongeze na nisipunguze, na wewe ukaweza kujua hiyo ndiyo kamilifu. Praise the Lord. Amen. Maana tunaweza punguza, tunaweza ongeza, tunaweza badilisha, lakini ukijisomea ile yako utaelewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nakuta kuna wazungu, kuna Waswahili, kuna ile ya nyumbani, ile unapenda na ile unasikia, hiyo ndio nzuri kwako kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Ezekiel chapter 47 verse 1 downwards. Nataka nikasome na najua Bwana atatubariki. The word says, the man led me back to the door of the temple, and I saw water coming out from under the doorway and flowing east. The temple faced east. The water flowed down from south side wall of the temple and then south of the altar. Verse 2, the man brought me out through the outer north gate and led me out around outside the outer east gate. I found the water coming out on the south side of the gate. Verse 3, the man went towards the east with a line in his hand and measured about 1/3 of a mile. Then he led me through water that came up to my ankles. Verse 4, the man measured about 1/3 of a mile again and led me through water that came up to my knees. Then he measured about 1/3 of a mile again and led me through water up to my waist. Verse 5, the man measured about 1/3 of a mile again, but it was now a river that I could not cross. The water had risen too high. It was deep enough for swimming. It was a river that no one could cross. Verse 6, this man asked me, "You man, do you see this?" Then the man led me back to the bank of the river. As I went back, I saw many trees on both sides of the river. The man said to me, "This water will flow towards the eastern areas and go down into the Jordan Valley. When it enters the Dead Sea, it will become fresh. Everywhere the river goes, there will be many fish. Wherever this water goes, the Dead Sea will become fresh. And so, where the river goes, there will be many living things. Fishermen will stand by the Dead Sea
from the En-Gedi all the way to Eglaim, there will be places to spread fish nets. There will be many kinds of fish in the Dead Sea, as many as the Mediterranean Sea, but its swamps and marshes will not become fresh. There will be left for salt. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa kile kimesema hapo ama hata mimi sielewi kama wewe? Maana hapo kuna mambo tunafundishwa. Praise the Lord. Mara nyingine tunafundishwa kwa mifano na mafumbo. Na kile kitu ambacho tunahitaji kusoma na kuelewa kutokana na neno hili la Bwana ni viwango vya Roho Mtakatifu katika maisha yetu na katika safari yetu ya uungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Ezekieli ameshikwa mkono na anaongozwa kwa maono, anaingizwa kwa hekalu na anaona akipelekwa kwa malango na anaona akienda akipima, na katika kupima kwake anaona mambo tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Alianza kuingia kwa maji, akaingia kamfika hapa karibu na nyayo. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pa kwanza aliingia tu akaona amekanyanga tu juu ya maji. Mstari wa 2, 3 hapa. Wa 3 hivi. Na ile pia tunaambiwa na akaweza kusongeshwa ndani tena. Ikaweza kupanda kapika kwa magoti. Bwana Yesu asifiwe. Na akazidi tena kusongeshwa. Ikafika kiunoni. Bwana Yesu asifiwe. Na wakazidi kuendelea. Akakuta sasa nitazama. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo walikuta kunao kijito kinaotiririka ambacho kina uhai na kina uzima na baraka tele. Na ndicho kitu ambacho tunahitaji tukajiangalie na kujua vile tunaelewa haya mambo ya kiroho na tuweze kujiweka kwa hizo vipimo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na mimi jiweke kwa hizo vipimo. Praise the Lord. Hizi vipimo, Roho wa Bwana ni nguvu za Bwana, ni utukufu wa Mungu. Na ndiye anatuambia utakaponyenyekea zaidi ndani yake, utukufu wa Bwana utafanya nini? Utaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Kama bado uone utukufu wa Mungu, inamaanisha uko tu pale mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunahitaji tukanyenyekee kikamilifu mbele za Bwana. Na tunaponyenyekea na kiwango kile utanyenyekea, ndivyo Roho wa Bwana atachukua usukani katika maisha yako. Ndivyo utaona utukufu wa Bwana kwa kiwango hicho. Hautaona miujiza na ukuu wa Bwana kupita kipimo na kiwango chako cha kukua kiroho. Na ndicho kitu Ezekieli anaongozwa na kuweza kufunuliwa ajue, kumbe kuna vitu vingine ambavyo tunahitaji kufahamu na tukaingie ndani zaidi ili tukaweze kupambanua. Ukristo si wa kusema tu tumefika, lakini kuna juhudi ya kupiga hatua na kusonga mbele hadi ukazame ndani. Wakati unaabudu pia ni wakati tunaambiwa atuabudu kwa mwili, tunaabudu kwa roho. Na kwa hivyo utaanza shallow end, ukienda deep until ukazame, ukabebwa na utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kitu ambacho tunafundishwa siku ya leo. Kuwa kuna viwango, na katika hizi viwango zinaonyesha utiifu wetu kwa Mungu wetu. How you have surrendered. Kama umekubali tu, because ya kwanza naweza kufananisha na wokovu. Nimeokoka leo, Yesu ni Bwana. You will receive something. Bwana Yesu asifiwe. You are going to be a son in the kingdom. Utaokolewa na huyu mwana kondoo. Na unapookoka, maana Mungu anasema naendeni mkihubiri na mkiwaombea wokovu na mkiwabatiza kwa maji. Hayo maji pia
Bwana. Maana is not about water only, but about the Holy Ghost. Na ndipo unakuta kama utakuwa umeingia kwa wokovu, you receive something, a portion. Unapokea kiwango ambacho tunaweza sema ni the minimum ambayo itakufika wapi? Pamkuu. Anaweza pesa. Anaweza pesa. Tunapokea wakati tumeokoka, unapokea, si kuwa haupati. You will have a measure of the Spirit of God in you. Amen. Anaweza pesa. Because God says, and when you receive me, you will receive the power. You receive the glory of God in a measure. Na ndicho kitu tunahitaji kuelewa, kuna kukuza na kulea hadi tukakue zaidi ya kimo cha mto unaotiririka. You need to flow in goodness, in the glory of God, in all aspects. Amen. Kama unaendelea kutafutana na ufalme. Amen. Anaweza pesa. Amen. Na hiyo ndiyo kitu ambayo iko chini. Na ndicho kitu tunaona Ezekieli anaonyesha, na inaandikwa ni kwa ajili yetu. Tukajue, usijione tu mahali ulipo. Unahitaji ukaingie ndani na miguu yote. Amen. Na mwili wote na kila kitu chote ili ukatawaliwe na Bwana. Amen. It is until you come to that point ndipo utaweza kuwa umezama ndani ya haya maji ya uzima, huyu Yesu kamilifu. Ndipo utaweza kupata fahamu ya Mungu. Ndipo utaelewa na Mungu kamilifu. Ndipo utaona utukufu wa Mungu kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndicho kitu tunasema tuna kazi tunahitaji kufanyia sisi kwa maisha yetu. Tusiwe tu tunasema tumeokoka tu na kuisha. Nothing more. Maana watu wengine tukianza kushuhudia, nasema mimi naokoka na nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu, full stop. Testimony imeisha. But we need to show the glory of God. Tunahitaji kuonyesha utukufu wa Mungu kwa maisha yetu. Amen. And that will come when you totally surrender and tell God, I want to be in you and I want you to complete me. Amen. Because that is the level Ezekiel was being taken to. Na kuambiwa hapa ulipo, fanya juhudi na bidii ukapita haya yote, ukaingia pale ndani. Hapo ndipo pana uhai, hapo ndipo pana samaki, hapo ndipo pana ushindi. Amen. Anaweza pesa. Amen. Maana Wakristo wengi tunaelea, kuelea kama ni kukaa hapa pembeni. Ile mashiko parking. Anaweza pesa. Yeye inazungusha tu na mawimbi. Hiyo haina mizizi thabiti. Lakini tunahitaji tukaelewe kuwa wakati tuliokolewa there is baptism. Wakati unaomba kuwekelewa mikono, you are told you are meant to be written in the book of life and you are told receive what God promised. Amen. It is being asked, inaulizwa upokee. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo Bwana anatuambia kama hauna omba uitishe. Leo hii kama wewe unasikia sina roho wa Bwana, unahitaji kumwambia Bwana nataka. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo utakuwa umepokea hiyo kiwango kidogo. Lakini Bwana anatuambia tunahitaji tukakuza huyo roho akafikie hiyo kilele. Bwana Yesu asifiwe. So we are talking about receiving the baptism of the Holy Spirit. But now we are being shown the way from receiving to being filled up. Kujazwa na kujaa na ukaflow ukatemike. Bwana Yesu asifiwe. Na haya yote hivyo ndivyo itaonyesha kukua kwako kiroho na itaonyesha matunda ya roho wa Bwana ndani ya maisha yako. Hivyo ndivyo utakomaa hata katika kutumikia Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Wengine Mungu ametuita, wengine tuna kazi za Bwana, lakini ile roho tuliyo nayo ile tulipokea wakati tuliopewa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tu inakuonyesha uko na hiki na hiki na hiki, lakini hakijaisonga kutoka pale. Reason being, haujaendeleza. Haujaingia hata ikafika kwa magoti. Hujaingia hata ikakufika mahali at least iweze kuanza kuchipuka. Na huyo roho aweze kuanza kutekeleza hayo yote. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo ndiyo mambo tunahitaji tukaelewe mchana wa leo. Kuwa huyu roho wa Bwana anatuonyesha jinsi
anatenda katika maisha yetu. Anatuonyesha ingawa ndio tumeokoka, kila mmoja kuna kipimo. Na yote aliingizwa kwa hekalu na kuambiwa tu vile kiwango vivo. Praise the Lord. Mimi naona anaonyesha kanisa. Wengine wako pale mwisho, wengine wako hapo, wengine huko kwa mto wakitiririka. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe unatiririka kwa mambo mazuri. Unatiririka kwa tabia na mienendo. Maana imani na neno ambayo tumepokea, ambayo ni huyo Roho, imefanya kazi gani kwa maisha yako? Imekuunda na inakutengeneza namna gani? Maana kama umeshafanyika chombo, utaelea na utaingia pale ndani. Na utaweza kupekua ufalme na ukaone faida na manufaa na baraka zake. Bwana Yesu asifiwe. Maana iko pale kando kwa kila mtu. Na ndio utashangaa, naona wale kama huyu amebarikiwa, yeye anaenda anachota. Yeye anaenda tu ananywesha. Lakini wewe hauoni yakikufikia. Na hii inaonyesha nini? Mahali ambapo umesimama ndipo ambapo apakupea kile unatamani. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo tunahitaji tukakomaa. Tukatoke tu hapo pa kupokea na tukatamani Bwana akafanye nini? Akatujaze. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi wa Yesu alipokuwa amekufa na akienda aliwaambia, si alisita na wao. Si alikuwa amewaambia Mungu na mamlaka. Walikuwa na roho, walikuwa naambia endeni na mkawaombee na watapona, mkakemea mapepo na zitaondoka na zitaenda. Bwana Yesu asifiwe. Na mbona niliwaambia msitoke hapo Yerusalemu, wakati nitakufa na niende. Ngojee hapo hadi ifanyike nini? Acts chapter 2. Maana tunaambiwa Acts chapter 1 verse 8, there is power that does things in our life and in everything that we do. There is the supernatural. Kuna nguvu za kiungu zinazotekeleza kazi kwa maisha na kwa mambo yote. Spirituality has to perform work. Na tukienda chapter 2 from verse 4, tunaona wakiambia msikatoke Yerusalemu, mkangojee hadi mjazwe. Because you will be full in action and in the glory of God when the Spirit of God overflows and when you have yielded yourself to the Spirit of God. Hana si walishinda pale siku 40 wakiomba, wakikesha, wakilala hapo, wakijitakasa, wakimarisha njia zao na menendo yao na Mungu wao. Wakingoja wakafanya nini? Wakamwagiwa wajazwe. Praise the Lord. Maana katika kutiliwa nguvu na mafuta haya ndivyo tunaona waliambiwa ndivyo mtapata neema na nguvu ya kuweza kutoka na kwenda kuhubiri Injili. Na mtaweza kutenda makuu, mtaweza kuona maajabu. Maana si nyinyi tena mmenyenyekea na mmekubali Bwana awatawale. Mmekubali Bwana awaongoze. Na sisi hivyo ndivyo tunahitaji kuwa kama Wakristo siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu moja nashangaa, tunapenda kuimba nyimbo za kale. Si ni kweli? Roho Bwana shuka vile walishuka wakati wa Pentecost. Si ni kweli? Mbona tusimwambie hata Pentecost ya leo na siku ya leo ashuke na sisi pia ikasemekane tumemuona na tumempokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana tunapokuwa na Roho Bwana tunajua. Si kunena na ndimi na sizo vitu watu wanasema. Nataka ukasome 1 Corinthians chapter 12 na Romans chapter 12. Ndio ukaelewe na ukajiangalie na ukajue mimi kweli nina Roho wa Bwana. Because what is the Spirit of God? Yeye ni hekima, yeye ni kuelewa, na yeye kuna mambo mingi anafanya na kuweza kuelewa kweli nina Roho wa Bwana. Anaisha pesa. Yeye watu wengi wanasema sina Roho wa Bwana maana siongei na ndimi. That is a gift. If you are not given that gift, why are you condemning yourself? Anaisha pesa. Ni zawadi. Na ndio hata hapo Wakorintho 12 anauliza, na hata uipewe na uongee na uombe na kuna mtu anaweza kuielewa, na hata utapewa mtafsiri kwa kanisa, mtaelewa kile mnaomba. I'm not saying it's bad. Lakini mara nyingi tunasema kama huwezi ongea na ndimi, you are no Spirit of God. But those who are filled with the Spirit of God, they have wisdom, they have understanding, they have healing power, they have more graces. Every call of God works through the Spirit of God. You cannot operate on your own. Hiyo ni kitu kimoja cha kupima na kuweza kujua kile umepewa na Mungu. Kama unasikia una neema na ukamilifu wa kukifanya, si wewe ni Mungu na Roho wa Mungu ndani yako.
Chako ni kuendelea kukuza huyo roho. Maana utamkuza kwa kula neno la Bwana na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunafaa kujiuliza tunahitaji tukafanye namna gani ili tukaelewe na tukaweza kutumika na hayo maji, tukaona uzuri wa Bwana. Maana sasa Ezekiel tunaona ametolewa kutoka kwa ndani, akasimamishwa kule kando na akaambiwa unaona pale vile walivyo, hapo ndipo kuna baraka, hapo ndipo kuna kila kitu. How do you want to know your God? Kipimo gani? Maana kuelewa ndio hata Paulo anasema there is measure. Kuna kipimo ya kuelewa Mungu wako. Maana pesa. I think in verse 3:14 to 18. Inasema, my prayer to you is that you may develop and your understanding may increase to know the length, the width, and the dimensions of your God. Even the Spirit has sevenfold revelation. Vile nitapewa ufunuo wa neno hili, si vile utapewa na si vile mwingine atapewa. There is something, but there will be similarity. Bwana Yesu asifiwe. Maana hii kazi yote ni ya huyo Roho mmoja. Matunda ya Roho Mtakatifu ni ishara kuwa uko na Roho wa Bwana. Hata ni tunda moja. Inaitwa fruits of, ama ni fruits of the Holy Spirit. Galatians chapter 5 verse 22. Inasema nini? And we need to have the fruit of the Holy Spirit. They are nine but called fruits. They are all one. They make one thing, one spirit. Kindness, humility, goodness, not fruits, they are fruits. Vanessa Pesi. Ni tunda la Roho na imetoa yoyote. Maana Bwana anasema nini? Katika kijito cha hiki kijito tunahitaji tukaelewe what is it is the spiritual life in us. Maana anasema nini? Like in the book of John. Anasema ndani yetu John chapter 7:31 kuteremka pale. Anasema ambao tumekombolewa ndani yetu kuna kijito. Praise the Lord. So kama anaenda kwa anapita tukashalo. Mwingine yake inapita ya kusomba watu, mwingine kidogo hapo kulingana na vipimo. Because it says from within us where the Spirit of God lives, ambao sisi ni hekalu la Bwana, patakuwa na Roho wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. He lives within us. Na ndivyo anatuambia nini Yohana? Na ndani yetu katika wote ambao watakatifu na wana wa Bwana patatiririka kijito cha uhai kutoka kwa maisha yako, kutoka kwa tumbo lako. Siku hii ninasema neno la Bwana linasema hivi. Bwana Yesu asifiwe. In the book of John. That's what the word says. I want us just to understand ndio tukaelewe haya ni nini yanayosema. John chapter 7 that 8, he says, on the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Hiyo kijito tusishinde kukitafuta hapa, tusishinde kukitafuta mahali hatuelewi. It is from you. Vanessa Pesi. You are the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 3:16 and 19. Guard yourself and get to know you are an altar, whereby you sacrifice and you fellowship with your God through your spirit. Vanessa Pesi. Na ndio nasema ndani yako patabubujika maji ya uzima. There is life out of you. Oh, believe in me. Na ndio unakuta uhai wako na uzima na nguvu yako inadepend na hiyo chemichemi yako. Ni kama kisima. Kuna visima inatoka maji kikauka, kuna zingine ni maji mfululizo, kuna nyingine itanywesha kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe utafaa kujiuliza wewe ni mwenye gani? Maana Yesu Kristo ndiye huyu hayo maji. Akamtaka mwanamke Msamaria, akamwambia nini? Nipe maji. Akamwambia maji haya hata una kitu cha kuteka utaweza. Lakini mstari wa 10 na 14 anamwambia nini? John chapter 4:10 and 14. Akamwambia laiti ungejua ninachokuambia, ungeniomba mimi maji ambayo ukikunywa hautakuwa na kiu na hautakuwa na tamaa na hautakuwa na upungufu. Maana yeye atakupa vyote. Tunakimbizana na kutafuta vitu vingine badala ya kukimbizana kutafutana na huyo the source.
tunalinda, maana huko ndipo maji zinakutoka zikikuja. Huko wengine mnaweza fanya vile mnataka, lakini pale inatoka lazima patunzwe. Amen. Are you taking care of your heart? Maana tunaambiwa guard your heart day and night, because there is an enemy who is roaring like a lion, looking and seeking for someone to devour. Anatafuta mtu wa karibu. Shetani anajaribu kuangalia hata hayo maji bila atayachafua. Nakwambia kama utalinda itakauka. Ndio nakuta mtu anasema nilikuwa nafanya sijui kulienda hadi basa ilikauka. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ulizima huo moto, maana lazima unaambiwa weka kuni, weka moto, ikazidi kuwaka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndicho unaona hiyo nguvu na hiyo maji anaonyeshwa ni hayo maji. Alikuwa tu anaonyeshwa kwa maono na kuambiwa hivyo kwa hizo vipimo. Na hiyo inaonyesha kile tutakuwa tumenyenyekea kwa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiye anaonyesha yale mazuri. Na ndiye tunasema tunahitaji tuwe kama miti iliyopandwa kando ya mito na maji. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa wewe na mimi tutakuwa mti aje? Si lazima ukuwe mti upandwe kama matawi kwa huyo mti unaobeba miti yote. In the valley are the branches. Na ndiye anasema kando yake miti ipo. You and me and every other person. Na kama tutakuwa naye, haki uzuri utaonekana. Matunda yatakuwa in season and out of season. Kwani maji nakauka? Si maji itakulisha. He said even in times of difficulty, even in times of judgment, he will preserve us with his right hand. Amen. And that is why you find that the more you are in him, you have nothing to worry. Amen. You have nothing to fear. You have yielded and you know that your love and your perfection is complete with your God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua kile alicho nacho utakipata. Hiyo kazi, hiyo baraka, hiyo contract, you just know the grace and favor will fight for you, not you fighting. The blessings are not to chase for them. They will overtake you as you pursue seeking God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana unajua unahitaji kutafutana na huyu mwenye kupeana haya maji. Na kaya sustain. Ndio nasema yale ya Mungu na ya maombi, lazima ukae kwa maombi, lazima ukae kuomba, kukula neno la Bwana, that you may hold together. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama si hivyo, utakuta tu hata maybe mawimbi imekutoa pale katikati, imekuweka kando. Maana tunaambiwa hapo katikati hata mtu hawezi kuvuka. Sasa anasema walifika hapo na wakarudi. Maana mto pale una nguvu na utaweza ondoa watu. Kila kitu kitasimama mbele yako itafagiliwa. Which power? Ndio Mungu alikuwa anauliza in the book of Deuteronomy 32:30. Nao maadui wanaotoroka kwa mtu mmoja anatawanya umati wa maelfu. Hizo nguvu ni za nani? Nasema ni mimi niliyo ndani yenu. Na iko hivyo kikadirike, ni mimi ninayofanya kazi kwa maisha yako. Na hivyo ndivyo hata leo hii utaendelea kuimarika. Ndio Mungu akaonekana. Huyo Mungu wako, praise the Lord. Na ndio unakuta kila mtu anaonekana tofauti kulingana na neema yake na kujipeana kwake na kutembea na majira yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. But he says he has come to heal all the nations. Amekuja kuponya mataifa na ulimwengu kutoka kwa dhiki, kutoka kwa shida, kutoka kwa ukame. God says, who is thirsty and hungry, come to me, I will feed you. Amen. Kama unashaka muulize kama Musa, itawezekana aje Mungu na hakuna kazi, nitakula namna gani? Sina pesa, nitafanya namna gani? He told Moses, why are you questioning me? Nitawalisha na nyama mwezi na. This is the book of Numbers, Bwana Yesu asifiwe. Chapter 11. Musa akiuliza, hiyo unasema itawezekanaje? Maana ile wakati Bwana Israeli alikuwa analalamika, anasema tumekula shida kwa hii jambo. Tunataka kula nyama. Na Mungu akamwambia, na mtakula nyama kila mmoja wenu kwa zaidi ya mwezi. Lakini Musa akasema, hapana, tukikula nyama zitaisha. Maana naangalia kwa uwezo wa mwanadamu na ile provision tunaona. Not knowing that God turns around things. Na ndio tunaona Mungu alitoa kwa bahari. Zile kweli za kina Hebi na wale wengine zikaletwa. Bwana Yesu asifiwe. And they were fed and they were not able to finish. Maana utukufu wa Mungu kwa mkono wake huwezi kisha. Na ndiye anakuambia the book of, tuangalie
Revelation 22 verse 2 downwards inanenea pia kitu inaonekana, inayotiririka, ambayo ina uzuri ni kwa ajili yetu. Revelation 22 Ufunuo 22 mstari wa kwanza hadi wa 6 ama 5 inasema hivi: And he showed me a pure river of water of life. Haya maji ambayo ni Kristo, he is being shown to John in vision. Yohana kwa kisima cha Patimo. Bwana Yesu asifiwe. Clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. Inatiririka kutoka kwa kiti cha enzi na kutoka kwa mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Hadi hayo maji yanabubujika kutoka kwao. Na ndio nakuta akiwa ndani yako, tumeona itatoka ndani yako. Praise the Lord. Verse, the next one anasema verse 2. In the middle of its street and either side of the river was the tree of life. Katika kando yake, pande zote, kuna mti wa uhai, the tree of life. Bwana Yesu asifiwe. The Garden of Eden kulikuwa mti wa uzima na uhai. Si ni kweli? Najua tunaambiwa mtu kwa kando huu mto. Bwana Yesu asifiwe. Ambao mtu tunajua ni Yesu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. He said, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. Huo mti inazaa. And the tree of life, which is one, bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. Bwana Yesu asifiwe. Naanza kuelewa ile Mungu anatuambia tutakuwa kama miti iliyo kando ya chemchemi, inaozaa matunda yake wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Hata Zakaria anasema pia that we shall have overflow of abundance and provision. Katika hiki kijito kinapotiririka kwa maisha yetu, kwa mambo yetu. Maana anasema yielding its fruits every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. Matawi yake, majani ni uponyaji kwa mataifa. Si kwa taifa, kwa mataifa. Wote wanaomjali Bwana, wanaompenda Bwana, wote wanaomfuata Bwana. Amen. Tutapata uponyaji. Because the river and the tree is the source of life. Na nini nasema nitaponya? Maana Yesu Kristo aliinuliwa ili tupate uponyaji. Amen. Shida zikaisha, maangamizi na haya mambo yote, matatizo katika maisha. Ndio nasema tuje tunywe haya maji na tutembee ndani ya haya maji ili tukawe uzima. Amen. He said in verse 3, and there shall be no more curse. Na hakutakuwa na laana. But the throne of God and of the Lamb shall be in it. Hakutakuwa na laana, lakini kiti cha enzi cha Baba na Mwana watakuwa pale. And his servants shall serve him. Kazi yetu itakuwa ni kumtumikia Bwana. Kazi yako na kazi kuu ambayo Bwana anataka ni kumtumikia, kumtafuta na kutembea pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Verse 4 says, they shall see his face and his name shall be on their forehead. Tutaona uso wake na jina lake litakuwa limeandikwa kwa nyuso zetu. There shall be no night there. They need no lamp, no light of the sun. For the Lord God gives them light, and they shall reign forever and ever. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atatuangazia, atatuonekania na tutaenda kutawala pamoja na Kristo. Maisha hayatakukalia, hayatakutesa, maana kiti cha enzi na mwana kondoo wako pamoja nao. Ana Mungu anatuambia tukanisha naye. Receive the Son, he says, whoever has me, the Father is with us, and the Spirit of God is there. The Trinity of God is in us. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo chetu ni kuweza kuangalia na kuweza kujua haya mambo yote yameandikwa ni kwa ajili yetu, tukaweza kuona vipimo ambazo tuko ndani yake. Na tukaweza kufunguliwa macho na neema ya Bwana ikatutoshe ili tukaweze kutia juhudi tukaingie ndani zaidi. Bwana Yesu asifiwe. So we need to understand the holy waters and the
na hizo viwango, maana ndiyo mambo ambayo yako sirini kwa ajili ya Bwana. Ni kuhusu kukomaa kwetu kiroho na kuelewa Mungu wetu. Bwana tusapewe. The more utasoma neno la Bwana, the more utatafuta Mungu kwa moyo wako wote, the more utamuelewa. The more utanyenyekea na utapenda kutembea na yeye. Na ndivyo kitu Paulo alikuwa anasema, better be drunk with wine or what? Don't love to be drunk with wine, but better be drunk with the Holy Spirit. Akujae na tiririke. Maana faida ndio hiyo yote. Bwana Yesu apesi. Faida ndio hiyo yote iliyo ndani ya kujaa katika ukuu wa Bwana. We just need to understand that the deeper we go, the more we see God. The more we lead to Him. Yaani vile tunajiachilia mbele za Bwana, ndivyo tunanyenyekea na kutii na kumwachia shida zetu. Ndivyo tunampea kucontrol maisha yetu. Ndivyo tunampea mienendo yetu. Ndivyo tunampea tabia zetu. Because what makes you not do what the other person does? Ni authority ile ya Roho Bwana umempea ndani ya maisha yako. Ni kutii kwako ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. You will not do this and that which is contrary to the will of God, because your love will be increased, will be more, not to offend your God. Bwana Yesu asifiwe. Na ndicho kitu ambacho tunahitaji tukaelewe. Na ndicho kitu pia inatuashiria the full immersion katika kubatizwa, kuingizwa kwa maji mengi. Maana si kila mtu lazima uingie na uzao. Na ndio naulizana, umenyenyekesha maisha yako hiyo kiwango, ukasema unajisahau na unayaachia Mungu. Maana that is what will bring difference. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa unaangalia maisha yako na huyu unaona tofauti kama uelewi siri iko wapi. Siri ni vile kila mmoja anapenda Mungu na vile ananyenyekea. Na vile unajitika kwa huo. Maana mwingine anasema mimi nang'ang'ana na hali yangu. Mimi najua sitang'ang'ana nayo, nahitaji neema, nahitaji Mungu anisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa watu wawili katika matokeo. Tutakuwa watu wawili katika hatua tutakazokuwa tumepiga na tumesoma. Maana mmoja ameshaelewa nahitaji kuachilia kila kitu mikononi mwa Bwana. Mwingine anasema Mungu ninakutaka lakini wacha nijishikie hii hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunahitaji tukaelewe na haya mambo yote na huo ukuu wa Mungu. Kwa hiyo kilele tukaweze kutamani kila mmoja wetu kafike pale, ili hata huduma zetu zikaweze kukomaa na zikaweze kukamilika mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika kukomaa ni kuachilia Mungu akatutawala na akatutendee kwa utukufu wake. Praise the Lord. That is what we can see from verse 4 teremka. Na ndicho kitu ambacho tunahitaji tukakiweke mikononi mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana Ezekiel anaangalia na nafikiri hata maswali anajiuliza. Na watu wataelewa haya mambo lini? Na watu watanyenyekea kwa Mungu hadi lini wakaona uponyaji? Mataifa zitanyenyekea kwa huyo Mungu lini zikaweze kupata ukombozi? Bwana Yesu asifiwe. So we just need to understand the abundance of grace and the life-giving power of God that is working in us. Maana amesema katika hiyo kijiji kitatumika kitaenda the Dead Sea. Mahali kulikuwa na uhai, mahali kulikuwa na chumvi. Na ndiye akasema sasa itakuwa tofauti. Uhai utapatikana katika huu mto hadi kule unapoenda, lakini maji yaliyo kwa the swamps, it will remain salty and there will be no fish. There will be no life. But all those who will swim in the river, there will be life and life in abundance. Amen. So because he said, I came to give life to the world. He is the living water. He came to give us life. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa hivyo nini nyingine unataka kama huyu ndiye mwenye uhai na kupeana uhai? Si ni kuchitika kwake. Ni kumwambia Bwana tutawala. Kumwambia Bwana tuongoze na ukatuonyeshe mapenzi yako. Praise the Lord. Na ndicho kitu ambacho tunahitaji tukaelewe. The feel of the Spirit ambao ni hiyo kilele, kuna mambo mengi ambayo tunaona pale. Maana ni kukomaa katika kuelewa Mungu, katika kujazwa na utukufu na neema. Wakati ninaitwa kuhudumu, niko tu pale shallow end. Ninapoanza, the more ninanyenyekea, the more grace inanibeba, the more grace inanikamilisha na inanifundisha zaidi. The more miracles and power of God you will see, the more you are surrendering and learning Him more. Sasa unaweza kuwa umesurrender lakini you are not
How will you walk with him? You don't understand. Hamuelewi, mtaendanisha aje? So lazima umuelewe, maana yeye anakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndicho kitu tunakuta katika kuabudu. Saa nyingine tunaabudu bila kujua. Hatujui hata ile tunaabudu ama ni kawaida sijui. Lakini mimi naona watu tunaabudu vile hatujui tunaabudu nani. Ni imagination. Bwana Yesu asifiwe. Lakini laiti tungejua anayeabudiwa na jinsi anataka, ingekuwa ina another level. Bwana Yesu asifiwe. Because the grace and the knowledge and the power of God will flood in your life. Itajaa na ifurike na ikuongoze. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo italeta faida gani? Exodus 31:3. Kutoka 31 mstari wa 3. Neno la Bwana linasema, I have filled him with the Spirit of God in wisdom, in skill, in understanding, in intelligence, in knowledge, and in all kinds of craftsmen. Hiyo ni mambo yote ambayo yanaletwa na Roho wa Bwana. Praise the Lord. Exodus 31:3. He says, I have filled him with the spirit of wisdom, of skill, in understanding, of intelligence, of knowledge, and in all kinds of craftsmen. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho kitu tumesema, walipojazwa na Roho wa Bwana, walianza kutenda makuu na miujiza ikaanza kuandaa. Na hata sisi kanisa tusitamani. Si kanisani, si kwa maisha yetu, si kila pande, si kwa biashara, ukaone Mungu mkuu. Amen. Na hivyo itawezekana kulingana na mahali ambapo wewe umesema utazama kufika. Bwana Yesu asifiwe. Sitakufikisha kazi kwako. Maana nasema waliopokea neno lake na kutekeleza wanaona matunda yake. Kwa hivyo juhudi ni wewe ukafanye kinachostahilika kwako na ukaone nguvu za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo haya mambo yote ni kuhusu uhusiano wetu na ushirika wetu na Bwana. Tukaweze kujielewa na tukaelewe vile huyo Bwana alisema kwa yule mwanamke Msamaria. Na ndio nakuta mambo yote tukiyafanya vile inastahili, we shall see the goodness of God. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie wa Efeso. Efeso chapter 3. Nafikiri nilikuwa kitu na sikusoma. Efeso chapter 3 verse 14 to 21. Ombi ya Paulo. Na hiyo ndio ombi langu kwa kila mmoja wetu na wote wanaotusikia, ili tukaweze kuelewa, we just need the Spirit of God to take control. Tunahitaji Roho wa Bwana achukue usukani, tupende nafasi yake